Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Somo letu la pili lina sadiki hayo maneno kwamba Kristo ndiye tumaini letu. Maneno hayo yanasisitizwa vizuri kabisa kwa waraka huu wa Mtume Petro kwa watu wote, ambaye anatukumbusha kwamba Kristo kwetu anatosha. Geuke mwenzako mwambie Kristo anatutosha. Petro anaelekeza na anatuasa. Yeye alikuja akateswa, akafa, lakini hakuishia katika kifo, akatupa ushindi kwa ajili yetu sisi. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba ya kweli anatutosha huyu Baba, anatutosha huyu Mungu, anatutosha huyu Roho Mtakatifu. Huo ndio ujumbe ambao Mtakatifu Petro ananiambia mimi, lakini pia anakuambia wewe asubuhi ya leo, Dominika hii ambayo pia inaitwa Dominika ya wito, Dominika ambayo sisi sote tunaalikwa kumtumikia Mungu. Swali ni je, Kristo anakutosha kweli? Hebu mgeukie mwenzako mwambie, hivi anakutosha kweli? Mwambie, au bado unahangaika? Wahangaikaji hai tunawajua. Anakutosha kweli? Wakati mwingine ninajiangalia mimi baba padre ambaye nimepakwa mafuta sio ya alizeti, wapendwa, sio ya nini wala ya karanga wala ya ng'ombe. Tumsifu Yesu Kristo. Najiangalia mara nyingine, kuna wakati katika hali ya ubinadamu ninakuwa na mahangaiko. Ninakuwa na nini? Mahangaiko ambayo hata ninyi mnayo. Halafu nakuwa kama yule mwana mpotevu, narudi katika akili zangu, nasema wewe baba padre, mbona mahangaiko? Naanza kujiangalia na kujitathmini, Father Kwaya, mbona una wasiwasi? Unajua hujapakwa mafuta ya mbuzi wewe? Naanza kujiuliza hayo maswali. Unajua ulilala kifudifudi wewe? Naanza kujiuliza tena hayo maswali. Unajua wewe ndiye uliyesema nataka. Nikiwa naulizwa na askofu wangu, wewe ndiye uliyeulizwa. Anajiuliza hayo maswali. Baadaye narudi kwa Kristo, namwambia Baba, mimi ni punda nisiyekuwa na faida. Nafanya tu kile ambacho umeniagiza kufanya. Tumsifu Yesu Kristo. Naamini hata wewe una mahangaiko yako, wewe baba, wewe mama, wewe dada, wewe kaka, wewe mtoto, wewe bibi, hata baba. Ni vizuri ukajiuliza mara nyingi kwamba is Christ enough for you? Je, huyu mwamba, huyu baba, huyu Kristo ni kweli anakutosha? Kama umebatizwa na ukapewa ukuu katika ukuhani, ukapewa ukuu katika unabii, ukapewa ukuu katika ufalme na umalkia, kwa nini unajiuliza mara mbili kwamba anatosha au la? Yeye anatosha, ila tu bado hujatambua kwamba anatosha. Geukia mwenzako mwambie, tambua kwamba anatosha. Na ndio maana Zaburi ya leo kama wana KMK walivyotuimbia, ni kweli yeye ndiye mchungaji wetu. Yeye ndiye kiongozi wetu. Yeye ndio kila kitu kwetu. Na ndio maana Zaburi ya 18 pia inaendelea kugongelea msumari hapo hapo. Bwana, wewe ndiye jabali langu. Wewe ndiyo kiongozi wangu. Wewe ndiye sehemu ambapo ninapokimbilia ninapokuwa na matatizo. Wewe mchungaji wangu, hakuna mchungaji mwingine. Hakuna mchungaji mwingine. Hakuna mchungaji mwingine. Kwa hiyo tunaalikwa ndugu zangu wapendwa,
imani yetu, matumaini yetu, kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameweza kutubariki nacho, basi vyote tumtazame yeye na tumkabidhi yeye. Huo ndio mwaliko ambao mimi na wewe tunapewa siku ya leo. Bwana ndiye mchungaji wako. Ndio mwenzako mwambie, mchungaji wako wewe ni nani? Wale wenye wachungaji hai, mnajijua jamani, mna wachungaji mpaka nawaonea huruma. Na mimi nitaanzisha kikao changu na nitawaita, si nitawaita wakina nani? Najua nitapata tu watu wa kuja kwenye kikao hiki. Hakitakuwa cha kina mama wala cha wanaume, kitakuwa ni kile kikao ambacho kinamwamini Kristo kwamba anatosha. Anatosha. Ndugu zangu wapendwa, baadhi ya wachungaji kama Kristo alivyotangaza ni wevi na wanyang'anyi. Kazi yao ni kuharibu na kutapanya, ndio kazi yao. Na Yesu leo hii anatangaza wazi kabisa, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Akiingia kwangu mimi ataokoka. Mimi si kama wale mliowazoea na kuwategemea na kuwasikia huko mitaani. Mimi si kama hao. Mimi ndiye yule ambaye nimejitoa kimasomaso kwa ajili yenu. Ndugu zangu wapendwa sana, siku ya leo sisi tuliobatizwa na sisi tunaomwamini Kristo tunaalikwa sote tuwe wachungaji mwema kwa mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi na wewe, wewe baba pale nyumbani, wewe mama pale nyumbani, wewe bibi na babu pale nyumbani, wewe mtoto, kijana wa kiume wa kike, sisi sote tunaalikwa kuwa wachungaji mwema. Wababa wote naomba mjiangalie, angalieni nafsi zenu. Je, wewe ni mchungaji mwema? Kama wewe ni baba, una familia, jiangalie vizuri, wewe ni mchungaji mwema? Na kama sio mchungaji mwema, tafadhali, tunao mfano ambaye ndiye Kristo. Lakini wewe mama pia unashiriki katika uchungaji. Je, wewe mama pia ni mchungaji mwema? Tunaye mfano ambao ni mfano mkuu, Kristo ambaye ndiye mchungaji mwema kwetu sisi sote. Maanake sisi sote tunaalikwa tufuate mfano huo. Fuate mfano huo. Basi katika kitabu cha Matendo ya Mitume tunaalikwa sasa, ni vyema baada ya kupata mang'amuzi ya Mwenyezi Mungu, mang'amuzi ya Roho Mtakatifu, mang'amuzi ya wafuasi wa Kristo wakiwa wanahubiri, tunaambiwa watu wakaguswa moyoni. Watu wakaguswa moyoni na wakauliza, tufanye nini basi? Hebu mgeuke wenzako mwambie, tufanye nini? Shida ni kwamba wengine huwa hatuguswi moyoni. Mtu anaweza akaongea, Father Kwai ukaongea, sio nani akaongea, lakini wala uguswi. Umekaa tu yani kama roboti, tena roboti Sofia. Yani uguswi. Kasema mwache aseme ende zake, kaa bata aliyenyeshewa, akijitingisha tu hivi kashakauka. Uguswi moyoni. Wale waliokuwa wanahubiriwa tunaambiwa waliguswa moyoni. Waliguswa moyoni. Na baada ya kuguswa moyoni wakauliza, tufanye nini? Tufanye nini? Ndugu zangu wapendwa, tumruhusu Kristo anayetosha katika maisha yetu aweze kutugusa mioyo yetu, ili tumuulize, Baba, wataka tufanye nini? Ukiingia katika kanisa letu dogo hili ambalo baada ya muda mfupi tutaliacha tuje kwenye ili bangalua pala Yesu, tutaliacha ile, tutakuja huku Warenza Arena, huku kwenyewe huku, nakwambia patakuwa patoshi. Makuburi mtakuja sana hapa, tulia hivyo hivyo.
utakuja sana. Pale kanisani kuna usemi umeandikwa pale kwenye karibu na tabernakulo, pameandikwa unataka nikufanyie nini? Unataka nikufanyie? Yesu anakuuliza hilo swali leo hii. Wewe dada wewe na komwe lako, unataka nikufanyie nini? Nani anakuuliza? Yesu anakuuliza. Wewe baba na kitabu chako, unataka nikufanyie nini? Oh, baka unashangaa. Anapokuuliza lile swali linaenda moyoni mwako, linakugusa moyoni. Kuna mtu akisema kitu kwa kweli kinaenda moja kwa moja kinagusa moyo, na baada ya pale unafanya jambo. Wanapewa mwaliko, wanaambiwa tubuni, yabadilisheni maisha yenu, tambueni ya kwamba Kristo atosha kweli. Tambueni ya kwamba Kristo alikufa, Kristo aliteswa na alikataliwa, alikufa kwa ajili yenu. Wanaguswa moyoni, tunaambiwa yapata watu 3,000 wakapata kubatizwa. Geukie mwenzako kumwambia umeguswa wewe. Jamani, sio mega lakini jamani, tafadhali tumsifu Yesu Kristo. Nasema kuguswa na Yesu. Kuguswa na Yesu moyoni, wakaguswa mioyo yao. Jamani, sio mega wanaume hai. Yesu anakugusa moyoni na unamuuliza Baba, tufanye nini? Na yeye anakupa maelekezo, yabadilishe maisha yako. Kama wewe ni baba, chukua majukumu ya kibaba. Kama wewe ni mama, chukua majukumu ya kimama. Kama wewe ni mwanafunzi wa chuo, kuwa mwanafunzi wa chuo. Kama wewe ni kiwawa, kuwa kiwawa kweli, sio kiwawa wa mchongo. Anakuambia yabadilishe maisha yako, enenda kulingana na Mungu mwenyewe anavyotaka. Watu yapata 3,000 wakaguswa moyoni mwao. Ndugu zangu wapendwa sana, siku hii ya leo kama baba alikuwa alivyotupa utangulizi mzuri kabisa, ni kwamba leo tuko hapa kwa ajili ya shukrani kwa Mungu kwa mema mengi na matendo yake makuu ambayo anamtendea kila mmoja wetu. Lakini zaidi sana tunamshukuru Mungu kwa hatua hii kubwa ambayo ameweza kutupeleka. Ninakumbuka toka mchakato mzima unaanza wa kanisa letu hili pendwa na mpaka hapa tulipofikia, kwa kweli ni Mungu. Mgeuke mwenzako kumwambia ni Mungu. Hebu tumpigie Mungu makofi na vigelegele. Wanageza, mnaweza mwezi? Jamani, mnavyojishaua hadi raha, na ndivyo inavyotakiwa. Yaani ukijitangaza ukasema mimi ndiye yule niliyemuuliza Mungu nataka. Mimi ndiye niliyemwambia Mwenyezi Mungu nataka kuyabadilisha maisha yangu. Na unaweza ukajishaua kweli. Hoya, mimi Mwanageza unajua kanisa letu Bikira Maria Konsolata nyota ya asubuhi, uone mnara wake. Hebu nenda pale juu utaona. Haya yote ni kwa ajili ya wale wote walioguswa mioyoni mwao. Ukiguswa moyoni, Mungu akizungumza na wewe kwa namna ya kipekee, sio kwa sababu eti unavyo sana au huna sana, ni kwa sababu Mungu amezungumza na wewe kwa namna ya kipekee. Mungu kazungumza na wewe kwa staili hiyo. Leo hii ndugu zangu wapendwa, tukiwa pia tunasherehekea sikukuu ya Miito, lakini sikukuu ya Majitoleo. Mungu anajisadaka na anatamani kila mwanadamu pia aweze kujisadaka, aweze kujitoa. Naomba mtoto mmoja pale, mapadri wadogo John mmoja au John wote na masista John. Jamani, tuna mapadri. John simame hapo mbele ya teta zuri. Hapo. Inamia altare, alafu John hapo msimame geukieni waumini. Safi kabisa. John hapo mbele. Alafu kuna yule mtoto mmoja kula aliyevaa kaunda, njoo.
Wewe njoo uliyevaa kaunda. Baba wa baadaye una hatari wewe. Asante. Njoo. Safi kabisa. Alafu kuna dadangu uliyevaa kilemba cheupe. Njoo. Safi. Kaa kwa hapa. Nzuri kabisa. Njoo kwa huyu dadangu. Bwana. Wanageza. Mna hatari. Safi. Jamani, mmeona vijana wetu hawa? Wanapendeza wapendezi? Wanang'ara wang'ari? Mnaonea wivu wa mala? Jamani. Amina. Kristo anatutosha kweli ndugu yangu. Una haja ya kutangatanga. Una haja ya kuhangaika. Katika ule wito ambao Mungu amekuitia kama baba mzuri, mama mzuri, amekuita labda uwe katika hata chama cha kitume, amekuita umwinjilishie, umwimbie vizuri, amekuita umtumikie katika madhabahu, yeye bado ndiye anayekutegemeza. Mimi ndimi mchungaji mwema. Wewe ndiye ambaye unatutegemeza sisi, hatutapungukiwa na chochote.